ombi kukaa hiari yako. Nitaki simama mshi. Nitakuomba kusimama lakini kukaa utaamua mwenyewe. Kwa mimi sio mtu wa protocol sana, naomba mnisamehe tu. Lakini nawashukuru nikiwaelezea mnisamehe. Mimi ni Msukuma wa Mwanza ila naishi Dar es Salaam. Sifa moja ya Wasukuma, hatujui kubembeleza. We are not romantic. Kwa hivyo vumilia. Sina maneno ya kubembeleza. Cha pili, na maneno makali. Kwa hiyo vumilia kama umezoea kubembeleza na maneno mazuri. Kwa dakika chache tu, lakini na maneno makali. Ila na upendo na nia. Kwa kama umezoea kubembeleza kwa maneno mazuri, I'm sorry for some 2 minutes. Sikiliza. Kwanza hapa duniani hakuna kitu kinaitwa muda time. Hakuna kitu kinaitwa muda. Ila kuna maisha. Maisha ndani ya siku yasipokuwa na maana, siku za maisha ni bure. Maisha ndani ya siku yasipokuwa na maana, siku za maisha ni bure. Kinacholeta maana kwenye siku za maisha ni maisha ndani ya siku. Kwa hiyo muda hauna maana. Chenye maana ni maisha. Kimisiusi muda, umemisiusi maisha. Kati ya mimi na muda, mimi ndio nayepita, masaa yapo. Huwezi kusema unapoteza muda ambao uko out of your control. Ni vile umekuwa programmed tu. Ujana ni nguvu ya nafsi, ya roho, ya mwili. Unaweza kuwa mzee ukiwa na miaka 20. Kukomaa ni kuongeza uwezo, kuzeeka ni kuishiwa uwezo. Sio namba ya umri. Unaweza kuwa na miaka 25 umesha zeeka. Ujue, huu ni utambulisho, sijaanza kusema na kitabu. Ujue ni mwili wenye akili. Akili ni uwezo ndani ya ubongo. Unawekewa taarifa kutoka kwenye mazingira kupitia kwenye milango ya fahamu. Kila mtu ana milango mitano ya fahamu. Kazi ya milango ya fahamu ni kuinteract na mazingira, kukusanya taarifa, kuingiza kwenye ubongo. Unachozaliwa nacho ni uwezo wa ubongo kuweka mambo ndani. Unachokiingiza kwenye tabia yako. Lifestyle ndio inaamua uingize content zipi kwenye ubongo. Uwezo wa ubongo ni urithi kutoka kwa wazazi, na mama yako ndio mwamuzi mkubwa kwenye hilo. Nakupa vidokezo tu, kwa sababu muda sio mwingi hapo kufafanua vitu. Kwa hiyo mwanadamu ni nafsi, ni roho, ni mwili. Mwili ni seli, tissue, organ na mifumo. Roho ni makao makuu ya kile unachokiamini. Nafsi ina utashi, hisia na akili. Kila eneo lina chakula chake. Mwili unakula lishe, unatunzwa na diet. Roho unatunzwa na imani. Nafsi inatunzwa na maarifa. Ndio maana kuna wasomi na kuna waelewa. Msomi ni mtu anayemiliki taaluma, academic. Mwelewa ni mtu anayemiliki maarifa ambayo yanaleta na lifestyle.